Mimi ninatamani kumshuhudia Mungu kwa wiki hii ambayo tunahitimisha leo. Nilipitia changamoto fulani ambayo nadhani Bwana alitenda jambo ambalo sasa ninaweza nikamshukuru kwa ajili ya hilo. Kule kwetu Staivu tunaendelea na kitu kinaitwa final year project. Kwa hiyo group letu sisi tulipitia changamoto nyingi sana ambazo ninamshukuru Mungu leo mbele yenu. Jambo la kwanza, tulitengeneza title kwa ajili ya project lakini title ile haikukubaliwa. Kwa hivyo tukaamua kurudi kutafuta title nyingine. Baada ya kupata, tulivyoenda kupresent ikawa imekaa vizuri, tukaenda kwenye stage ya pili kwa ajili ya proposal. Sasa kulitokea changamoto nyingi hapo pamoja na supervisor kwa ajili ya kuhakiki ili kukamilisha kwamba itakuwa iko vizuri. Kwa hiyo supervisor akawa hayupo chuoni, kabidi tutengeneze Google Meet kwa ajili ya kuongea naye. Na kwenye group langu vijana wakawa wameniamini, kwa hiyo wakaniambia nitengeneze ile link ili baadaye watajoin kwa ajili ya kushiriki hiyo presentation. Sasa presentation ile Dr. kama ametuambia tutakutana saa 5:15. Sasa kwa kawaida mpaka saa 5 mimi wanalala mapema sana. Kwa hiyo nilijitahidi siku hiyo nikawa ninajaribu kuchat na watu angalau nisisinzie. Kwa hiyo ninakumbuka message ya mwisho nilikuwa na chat mtu mmoja, ilikuwa saa 5:05. Kwa hiyo baada ya hapo nikajikuta nimesinzia. Kwa hiyo daktari akatuambia nina dakika 15, maana yake saa 5:15 mpaka na nusu itakuwa tumeshamaliza ili aendelee na ratiba zingine. Kwa hiyo mimi nimekuja kushtuka saa 5:28. Kwa hiyo vijana wengine wamepiga simu sana, wamefanya nini, tuma message, blazo unazingua na vitu kama hivyo, mambo mengi. Kwa hiyo sikuwa na cha kusema, nilivyoangalia tu ikabidi nilii simu alafu nikaendelea kulala. Sasa kesho yake ilikuwa ni kwenda sasa kwa ajili ya kupresent kwenye panel. Sasa hilo present pale lazima uwe na kibali cha supervisor wako, na supervisor ndio huyo ambaye hakufanikiwa kufanya hiyo kitu. Kwa hiyo nikamwambia tu vijana inabidi twende, alafu baadaye tutaangalia namna itakavyokuwa. Bahati nzuri tulikubaliana vizuri. Kwa hiyo siku wanaenda kupresent proposal, mimi nikawa nimepata changamoto moja, ni kiongozi pia. Kwa hiyo nikawa nimetumwa kwenda mahali fulani kwa ajili ya kusubmit kazi za wanafunzi. Mimi ni monitor wa darasa. Kwa hiyo nikaenda kusubmit kazi za wanafunzi za mwalimu mwingine. Kwa hiyo baada ya kuwa nimeenda nikawa nimerudi, presentation ilikuwa inaanza saa 8 mchana. Kwa hiyo kama saa 7 hivi nikawa jihisi vizuri, nikasema ngoja nipumzike, alafu ikifika saa 7:40 hivi nitaenda. Watu wa Mungu ninachowaambia ndivyo ilivyokuwa uhalisia. Kwa hiyo nikaamua kulala. Kwa hiyo hiyo siku nimeshtuka saa 11:30. Yaani muda ambao presentation inaisha ndio muda ambao nikaa nimeshtuka. Sasa wale vijana wengine sio wa Sabato. Sasa kijana mmoja ni Muislamu akaniambia, bro, unatakiwa uombe sana, kuna namna wewe utakuwa umerogwa. Kaambia inawezekanaje? Akasema hamna, yani inawezekani bro, yani wewe ndio unayetuangusha. Kwa hiyo hata siku hiyo pia nikakuta vijana wametumia message nyingi sana na vitu kama hivyo. Sasa mimi nikawa najiuliza kwamba kuna shida gani, yani kwa nini muda wa presentation ndio hivi vitu vinatokea? Kwa hiyo siku hiyo hatupresent, by the way walifukuzwa baada ya kuonekana hawana kazi, kwa sababu pia hata kazi nilikuwa nayo mimi. Kwa hiyo sasa mimi nikaanza kujitafakari mwenyewe, kwa sababu unapopata lawama nyingi kama hizo inabidi ujitafakari.
Kwa hiyo nikawa najitafakari tu mwenyewe kwamba shida ni nini. Nikiingia pale ibadani, nimekaa, watu wanaona jamaa sio anawaza nini na vitu kama hivyo, labda ameachwa na nini. Lakini kwa mimi ninafikiria namna gani nawaokoa vijana wenzangu. Sasa tukapata option ya pili ya ku-present ambayo tunaita ni resubmission. Sasa hiyo siku tukawa na somo lingine ambalo lilikuwa linaanza saa 7:30 hadi saa 9:30, lakini presentation ilikuwa inaanza saa 8 kamili. Kwa hiyo tukaenda kwenye kile kipindi, baadaye yule mwalimu akawa atuelea asema mpaka malize mtihani wangu ndio muende kwenye presentation. Ikabidi tumtii, tukafanya hivyo. Kwa hiyo tulivyoenda kwenye resubmission ambayo ni presentation hiyo ya mara ya pili, tukakuta tumeshaitwa na hatukuwepo. Kwa hiyo tukaonekana ni watu ambao hatuko serious. Tukajitetea pale na nini, tukatolewa nje. Tukakaa pale, basi head of panel akatuambia nyewe mshakeri na vitu kama hivyo. Mambo yakawa mengi, lakini mimi moyoni nikawa nasema tu siwezi kukeri. Kwa hiyo anyway, tulipigwa mabango ya kutosha pale, kwa hiyo tukawa tumetulia nje. Baadaye walipokuwa wanahitaji kumaliza, ikatokea tu neema, tukaitwa, tukaingia ndani. Tukapresent. Ile tumeanza tu, tukaambiwa hamna kitu hapo mnafanya. Yaani hamna kitu. Bahati mbaya sana nilianza mimi. Kwa hiyo na sijui huwa ikoje, lakini huwa sijui kuwa serious sana. Kwa hiyo yule mwalimu alipokuwa ananiuliza maswali, kwa hiyo nikajikuta ninacheka na nini, akaniambia yaani wewe unafanya resubmission afu bado unacheka. Yaani hauko serious. Kwa hiyo waliokuwepo wanaijua hiyo situation. Sasa bahati mbaya hiyo siku wakati tunafanya resubmission, kukawa kuna wanafunzi ambao walikuwa wanarekodi video za presentation hiyo. Basi tukaambiwa nyewe bwana, hii kitu haijakaa vizuri, inabidi mumuone supervisor. Kwa hiyo kufupisha ni kwamba siku moja tukiwa by the way sio siku moja, ilikuwa ni Alhamisi, nikiwa nimekaa mahali fulani jioni, sehemu moja tu yenye utulivu. Nikapigiwa simu na mmoja ya walimu walio kwenye panel, akaniambia nina shida moja, naomba unisaidie. Sasa alivyoniambia hivyo, mimi nikajua labda kwa sababu ana namba yangu ana view, nikajua labda ni kazi za video, si graphics, nikasema itakuwa ni deal tayari. Lakini baadaye akaniambia, hivi nyewe mna akili kweli? Yaani sisi tunakuja pale tunanilia funye mna rekodi video. Kwa hiyo vijana walichukulia ile presentation kama sehemu ya content. Kwa hiyo watu wamerekodi, wametuma TikTok, wameweka status, wamefanya nini. Kwa hiyo walimu wakazidaka TikTok kule, wakaruka nazo. Sasa bahati mbaya sana group langu likakamatwa. Kwa hiyo wakascreenshot pale, akatuma kwenye group pale, akaniambia, "Wewe si kiongozi kabisa, mbona watu?" Kwa hiyo ikawa ni kesi kubwa sana. Kwa hiyo akaniambia, haiwezekani, kwa sisi tuko hapa nje mnatengeneza content. Alafu baada yake mambo yalikuwa mengi. Sasa hata ule utulivu niliokuwa na utamani sikupata. Kwa hiyo ikabidi naambia muda umeisha. Lakini kifupi ni kwamba mambo yalikuwa ni magumu sana. Kwa hiyo tukaitwa, tukapigwa adhabu pale ndogo. Mwisho wa siku ilikuwa tukeri, na ilikuwa ni jana tu, Ijumaa. Kwa hiyo mimi ikabidi nitafute muda, nikamwomba Mungu kwa kweli kwa namna ambayo ni ya pekee sana. Kwa hiyo nikamwomba Mungu angalau Mungu aweze kusaidia mambo yawe vizuri. Baadaye jana hiyo tukaamua kuwasiliana na supervisor wetu, tukamweleza mambo yalivyokuwa. Ni Mungu alisaidia, by the way alisign ile proposal na tukaenda kwa head of department, tukakusanya, mambo yakawa vizuri. Ni jambo ambalo mimi ninamshukuru Mungu kwa sababu haikuwa rahisi katika namna ya kibinadamu. Kwa hivyo ninawatia moyo kwamba tunapomwomba Mungu kila kitu kinawezekana.